Mambo vipi? Leo tuna Lenovo ThinkPad X280. Hiyo ndo aina ya Lenovo tulikuwa nayo inchi 13. Ndo laptop yao pendwa kabisa. Kwa nimeletewa hapa, nikabidi ni jaribu kuicheck na kuifanyia baadhi ya installation na kuangalia kwamba kipi ambacho kinachohitajika, kipi ambacho hakihitajiki. Kwa haraka nitakachofanya huwa nikipataga laptop yoyote, kabla sijaifanyia hiyo laptop au desktop, kabla sijaifanyia examination yoyote au kuifanyia installation au kuicheki na ina tatizo gani, lazima kwanza niende kuiangalia properties zake, specification zake. Mara nyingi sana unaweza ukaja hapa this PC, kama this PC itakuwepo hapa shortcut kwenye desktop. Kama utakosa, basi utakuja hapa chini kwenye hii file explorer, basi utafungua hapo. Ishafungua utakuja sehemu moja this PC. Kishafika hapo kuna this PC, utai right click. Ukisha right click itakupa properties. Utakuja tu hapa kuna properties. Unaweza ukashow more options, lakini hapa nitakuja properties. Kishafungua kuna properties, hapa ndo utajua kwamba hii una deal na kitu gani. Kama unavyoiona laptop yetu ni storage yake SSD storage. I don't know kama ni SSD ama ni NVMe, but ni solid state, kwa sababu ukitaka kujua kama laptop unaotumia ni SSD ama hard disk mara nyingi huwa kama ikiwa kuna laptop utaisikia ile vibration ile ya kuzunguka, ile the way inavyozunguka, kwa sababu hard disk ni coil inazunguka. Kwa hiyo ikiwa inazunguka itakuwa inatengeneza vibration fulani hivi au mgurumo fulani hivi, utasikia tu ila ikiwa kama ni solid state drive utasikia tu ipo kimya, inakuwa silent kabisa. Kwa sasa storage yetu hapo kama unavyoiona ni 238 GB, ambao 69 used kati ya 268 GB. Kicheki hapa unaona kuna graphics card ambayo ni 128 MB Intel UHD graphics 620. Ukiangalia hapa installed RAM ni 8 GB, ambayo speed yake kama unavyoiona 2400 MHz. Processor ni Intel Core i5, ambayo dash ikitoka baada ya dash inaofuatia ni namba ya generation. Kwa hiyo ni generation yetu ni generation 8 generation. Generation ya 8 imetoka kwenye generation ya 8, ambayo processor yake speed ni 1.80 GHz au 1.80 GHz. Kwa hiyo kama unavyoiona, unaweza ukaja hapo ka rename this PC vyovyote utakavyo rename, but tumerename inaitwa Patricia. Kama unavyoiona specification wamezionyesha hapo, device ID, product ID, system type. Kitu kingine muhimu sana cha kuangalia system type, maki kabla ya sasa hivi, zamani kwa kuna system type mbili, 32 bit na 64 bit. Kwa sasa kama ukishaona ni 32 bit ama bit 32, inamaanisha kwamba hiyo laptop ni iko slow ama ni haiko haraka kuliko 64 bit ama 64 bit. Kwa ina maana 64 bit itakuwa ipo faster katika upande wa kubadilishana taarifa, vile motherboard and system nzima kwa ujumla, environment nzima, kwamba hii itabadilishana kwa haraka zaidi. Wanasema kama ukitaka kuielezea vizuri hii 64 bit na 32 bit, ina maana kama 64 bit barabara ile unakuta barabara njia ya njia mbili. Kwa ina maana kama ni njia mbili, kwa ina maana side moja au upande mmoja itakuwa inapita gari moja
na upande mwingine atakuwa anapita gari lingine. Kwa hiyo ubadilishano wa taarifa itakuwa ni magari mawili tu, ila 64 bit ina maana kwamba barabara ni kama vile highway. Kwa hiyo ina maana mbili zinaweza kawa zinaenda, mbili zinarudi. Kwa hiyo ina maana 64 bit ubadilishaji wake wa taarifa ina maana itakuwa ni haraka zaidi. Kwa hiyo ina maana itakuwa ni mara mbili, tuseme mara mbili ya 32 bit. Hiyo ndo maana rahisi sana kumwelekeza mtu tofauti ya 64 bit na 32 bit based processor. Kiangalia hapa pen and touch, naambia no pen or touch input is available for this display. Windows edition ni Windows 11 Pro version 24H2. Kabla hapa ilikuwa ina version 23H2. Tulifanyia some updates kama unavyoweza kuona hapa. Update zingine zinakuwa zinaendelea into the background. Bado updates zinaendelea whole night, usiku kucha kabisa niko nafanya update kwa ajili ikae katika mfumo kama huo. Anakuambia hapa installed on. Kabla hapo ilikuwa installation ilikuwa imefanyika tarehe kitu kama tarehe 4 hivi mwezi wa 5 mwaka 2023. Lakini ukiangalia hapa tumeupdate kabisa, kwa imekuja current, au unaweza kusema kwa muda huu sasa kabisa, kama unavyoona tarehe 14 mwezi wa 4. Ukiangalia tarehe yetu hapa tarehe 14 mwezi wa 4, kwa maana imeshafanya update. Kitu kingine unaweza ukacheki kama hii window imekuwa activated. Utakuja hapa, ukishakuja hapo utacheki hapa system activation ni Windows 11, sawa. Activation state, unakuja hapa inakwambia kabisa window is activated with the digital license. Kama ukiangalia kabisa hapa active kwamba ina green tick, ama alama ya vema ya kijani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ipo activated. Basi sawa, utafunga hapa. Tumeshamaliza, tumeshajua kwamba environment yetu ya PC ni environment gani. Kiangalia kitu kingine nachopenda kuangalia ni kija hapa kwenye control panel. Napenda sana kucheki kwenye control panel. Unaenda kwenye control panel, open control panel. Baada ya hapo utakuja install a program. Ukisema install program sio kwamba ina maana lazima nije kufanya installation ya program yote, hapana. Mimi nimekuja hapa ili niweze kujua software ambazo zipo zinalani, either software ama apps zinazolani katika hii laptop yetu. Njia nyingine ya kujua, tunaona Microsoft Office hapa. Kwa hiyo tukaangalia kama Microsoft Office ipo active, imeactivatiwa. Microsoft Office tulioweka ni 2019 kama unavyoiona kabisa. Unaweza ukachange kabisa kama unaona ni giza screen yako, unaweza ukachange kabisa. Uta right click hapa, utakuja personalize. Ukishakuja kwenye personalize, unaweza ukacheki hapa ukaselect hapa kwamba unataka iwe namna gani, light ama nyeusi ama nyeupe, ili uwe safe vizuri, ama uwe umejihakikishia macho yako hayatopata shida yoyote ya kuumwa. Ni bora ikifika muda mchana utumie theme nyeupe kama hivyo unavyoona. Contrast, yani ni macho yako ile kuna kufocus isiwe na kupa shida, kwamba kwa sababu ni mwanga nje kuna mwanga, ni muda wa jua, basi unatumia theme nyeupe mradi macho yako asiwe yanapata shida kuna kufocus ama kuna contract. Ile ikifika usiku tumia theme kabisa, tumia theme nyeusi. Kutumia theme nyeusi itakusaidia pia katika macho, kwamba usiku sio unapata mwanga mkali kabisa. Kwenye kioo kuna ule blue light, wanasema zile blue light ndo zinazoharibu kwa haraka sana macho.
Kwa utafunga hapo, unavyoona background yetu imebadilika. Ila kuna feature moja ambayo nimeipenda sasa hivi ya window. Ukija hapa learn this about this picture, ukabadilisha wallpaper yako, unaweza kusema wallpaper. But yenyewe huwa inafanyaga automatic. Ya kitu kingine nitakachoenda kuangalia ni sehemu ya updates. Kama zina run, checking for updates, kafungua hapo. Kama unavyoona hapa, updates ambayo tuliobakiwa nayo ni hii ya 2026-03 update KB hapo hiyo under bracket hiyo hapo ndo update ambayo ina run sasa hivi. Na unatakiwa uwe makini sana unapofanya update au unapokuwa na laptop sana sana za Windows 11. Kama endapo utakapo i-connect na wifi ama utakapo i-connect na internet, basi hakikisha jitahidi sana uwe umeconnect katika wifi ambayo isiwe limited, iwe unlimited bundle, kwa sababu unaweza ukaiweka katika limited bundle ikakucost data yako. Bora iwe katika wifi kabisa ukiwa unafanya update. Mara nyingi sana huwa una check hivyo, bila hivyo itakuingiza hasara sana. Watu wengi sana wanalia, bwana update imenimalizia bundle langu. Unakuta mtu aliconnect kwenye bundle lake la kawaida kabisa la simu. Sasa ile lazima itakucost. Kwa hiyo mara nyingi sana jitahidi sana either uconnect kwenye wifi, nenda kwenye sehemu yenye wifi. Kwa wale ambao wana maofisi, kama basi hauna ofisi, sasa hivi sehemu za wifi zimekuwa nyingi, watu wanauza wifi buku kwa siku, jelo sijui kwa masaa, wengine hivyo namna hiyo. Basi jitahidi sana uwe ni connect mara kwa mara ili iwe inafanya check up Windows update. Muhimu sana kwa inafanya hivyo. Sasa hapo kiangalia hapo, hiyo inafanya installing at 8%, 84% bado inaendelea. Kwa sasa kwa wale ambao wanaolalamikaga kwamba ukiona utaki update, unaweza kaja hapo ukaipozi kwa wiki, ukaipozi for 1 week, ukaipozi for 2 weeks, ukaipozi kwa 3 weeks, ukaipozi for 4 weeks, unaweza ukaipozi for 5 weeks. Wewe mwenyewe tu utakapotegemea. Ushakuja hapo ukishaona bwana mimi ni pause for 5 weeks, mistake update for 5 weeks, inakuwa paused. Pia kuna saa nyingine matatizo yanatokea, unaweza ukawa umefanya updates lakini ukakuta updates na kusumbua. Unaweza ukaja hapa ukafanya install, problematic Windows update easy. Hii itakusaidia uweze kufanya installation ya window ambayo inakusumbua, kwa sababu mara nyingi hizi Windows updates zinapotokea unakuta zinakuja kwa ajili ya kufix tatizo fulani. Sasa katika kufix tatizo fulani unakuta tatizo lingine nalo linatokea. Kwa unatakiwa uwe makini sana katika kufanya update. Unaweza ukaiambia hapa manually updating your drivers, unaenda kabisa moja kwa moja kwenye update. Pia unaweza ukaja hapa kwenye update history. Ukishakuja kwenye update history utaangalia vitu ambavyo update zilizofanyika. Nakwambia kabisa na muda, nakwambia saa inakwambia na siku, kwamba imefanya update fulani kama hizo unavyoziona. Na inakudadavulia kabisa kwamba drivers update ni 13, definition update ni 5, other update ni 2. Kwa hiyo unaweza ukaja ukacheki hapa for more info, ukazijua kabisa hizo drivers ni driver zipi. Ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hivyo ndo njia ama jinsi rahisi ya kujua mazingira ya laptop yako ama desktop yako yalivyo. Basi mpaka muda mwingine, wakati mwingine. Asante kwa kuangalia, asante kwa kunisikiliza. Content zingine zitakuja. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata notification ya content ambayo nitakaweka muda wote ule, saa yoyote ile. Mimi hapa ni Panji.